Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji katika sehemu ya pili ya kipindi ni nini dhumuni la maisha, na leo tutaangazia ni nini dhumuni letu kama wanaadamu. Baada ya kufahamu ya kwamba tumeumbwa na Mwenyezi Mungu mwenye hekima zaidi, Mungu Mwenyezi, lazima tutegemee kuelezwa kuhusu dhumuni letu hapa duniani. Na tutajuaje anayoyataka Mwenyezi Mungu kutoka kwetu? Je, tunaishi hapa tukitahiniwa au tupo tunaishi tutakavyo? Je, tunaishi kwa kufuata mkumbo kwa wengine? La. Mungu ametuma mitume na vitabu kutueleza ni nini dhumuni letu. Mungu alituma maelfu ya mitume, angalau mmoja katika kila taifa, wakibeba ujumbe mmoja tu unaolingana, nayo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kufuata muongozo wake. Mitume hawa ni kama Adam, Nuhu, Ibrahimu, Musa, Isa na Muhammad, rehma na amani ziwe juu yao. Mtume Muhammad, rehma na amani iwe juu yake, ndiye mwisho katika mtiririko wa mitume. Amekuwa mfano mzuri wa ukweli, uaminifu, huruma na ujasiri. Ametumwa na kitabu cha mwisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nayo ni Qur'an, kutufunza jinsi gani mafundisho yatekelezwe. Qur'ani ni kitabu cha muongozo na hutueleza dhana tofauti, ikiwemo dhumuni letu la kuwepo hapa ulimwengu. Mwenyezi Mungu asema, sikuwaumba majini na watu ila waniabudu mimi, katika Qur'ani sura ya 51 na aya ya 56. Mungu ni nani? Na ni matendo gani anayoyapenda na asiyoyapenda? Historia za mitume na mafundisho yake. Hesabu za siku ya mwisho. Pia husahihisha makosa ya uelewa mbaya wa dhana ya asili ya Mwenyezi Mungu, kama kubainisha ukweli na kazi ya Nabii Isa, ambaye ilikuwa kuwaita watu, kuwalingania na kutoa bishara njema kwa waumini na kuwaonya watu, ukitofautisha na kazi za asili ya Mwenyezi Mungu mwenyewe kama vile uumbaji. Yesu, kama walivyo mitume wengine, alifanya miujiza na kuwaita watu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee na wa kweli, kama inavyothibitisha Qur'ani katika sura ya 19 na aya yake ya 36. Baadhi ya Wakristo wanadai wakisema Yesu ni Mungu au ni mmoja katika wale watatu au katika Utatu Mtakatifu. Eti ni Mungu aliyevaa umbo la mwanadamu hapa duniani. Hata hivyo, Biblia inasema Yesu alizaliwa, alikula, alilala, aliswali, alikuwa na ukomo katika uwezo wa kujua. Mambo hayo ni sifa zisizoendana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ana sifa za ukamilifu. Binadamu ni kinyume chake. Vipi kitu kimoja kiwe na sifa mbili zilizo kinyume na wakati mmoja? Bila shaka haileti mantiki kabisa. Swala lingine ambalo tutagusia inahusiana na je, Mungu aweza kuwa mwanadamu? Hata hivyo, mtu anaweza kuuliza, kama Mungu anaweza fanya kila kitu, kwa nini asiwe mtu? Kwa tafsiri ya Mungu, huwa hafanyi mambo yasiyo ya kiungu. Hivyo kama Mungu akiwa mtu na kuwa na sifa za kibinadamu, hawezi kuwa Mungu.
Sanjari na hayo, Yesu anaeleza katika Biblia kama ni kiumbe tofauti na Mwenyezi Mungu. Baadhi ya mifano na aya zenye kueleza hilo ni kama katika Injili ya Mathayo sura ya 26 na aya yake ya 39, ambaye inasema kwamba Yesu alianguka kifudifudi na kuswali. Kama Yesu ni Mungu gani anayeanguka na kusujudu? Na atakuwa akiswali kumswalia Mungu yupi tena? Baadhi vile vile wanadai kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Hii ina maana kiuhalisia kwamba Mungu hahusishwi na masuala ya kuwa na watoto wala kuzaa. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu hana sifa hii. Katika sura ya 112 aya ya kwanza inasema, sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu, anayepaswa kukusudiwa, kutegemewa, kuabudiwa na viumbe vyake vyote. Hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hakuna yeyote ambaye ana mifano au mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sifa ya kuzaa siyo sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya Mwenyezi Mungu ni sifa ya kuumba. Wanadamu huwa na watoto wa kibinadamu kwa sababu wamewazaa. Na hata Yesu anaitwa ndani ya Qur'an kwamba Yesu ni Yesu mwana wa Maryam, yani Isa ibni Maryam, kwa sababu amezaliwa na binadamu. Mama yake alikuwa ni mwanadamu na Yesu vile vile akawa ni mwanadamu. Sasa hii vile vile inaweza ikachukuliwa hata kwa wanyama, sifa hii ya kuzaa. Mathalan, paka huwa na watoto wa jamii yao. Sasa inamaanisha nini ikiwa Mwenyezi Mungu atakuwa na watoto? Tutakuta katika maandiko yaliyotangulia ya Biblia kwamba neno mtoto wa Mungu lilitumika kuashiria mtu mwema, lakini siyo tafsiri ya mtoto kwa maana ya mtoto. Na maana hiyo ishatumika katika Agano la Kale kwa Daudi, Suleimani na Israeli. Haikuwekwa kumradhi maalum kwa Yesu peke yake, kama inavyosema kitabu cha Biblia katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 na aya ni ya 22 ya kwamba Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Imani ya Islam kuhusu Yesu hueleza halisia yake alivyokuwa na humtenganisha katika sifa za Mwenyezi Mungu kama ukubwa wake, kuwa mkamilifu, upekee na ukamilifu wake. Yesu alikuwa ni miongoni mwa mitume wakubwa aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kuwaita watu katika kumwabudu Mungu peke yake. Katika Injili ya Yohana sura ya 17 na mstari wa 3 inasema, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo mtazamaji, tujiulize, kwa nini niko hapa? Kila mtu atakubali kwa viungo vyake vya mwili kama vile macho, masikio, ubongo na moyo zina kazi zao maalum. Je, tujiulize, kwa nini isiwezekane mwili wa mwanadamu kwa ujumla ukawa na kazi yake? Mungu mwenye hekima hakutuumba tuzurure bure tu bila dhumuni lolote, au atuache tu kutimiza matamanio yetu. Lakini tuna jukumu kubwa, jukumu ya kumjua na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake.
ili tuishi kulingana na mwongozo wake. Mwongozo huu hutufanya tupate maisha yenye mafanikio na baraka. Miongozo hiyo ni pamoja na matendo binafsi ya mhusika kama vile kuswali, matendo ya faida kwa jamii kama kuwa mwema kwa jirani, kuisaidia familia, kuwa mwaminifu na kujali wanyama. Mwenyezi Mungu ametukataza kuabudu mwingine yeyote kama masanamu, jua, mwezi, wachungaji na hata mitume. Hahitaji mshirika yoyote wala yeyote wa katikati katika kumfikia yeye. Kila mtu anaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu mwenyewe moja kwa moja. Mwenyezi Mungu anatupa maisha haya kama ni mtihani, na watu wanatahiniwa kwa njia mbalimbali. Hatuwezi kuzuia yanayotokea kwetu, lakini tunaweza kusimamia au kuongoza hisia zetu. Subira kipindi cha matatizo na shukrani baraka zinapomwagika ni njia za kumkurubia Mwenyezi Mungu na kupatiwa makazi ya milele peponi. Pia tunaonywa kuhusu adhabu kali motoni pale tutakapoamua kutoamini au kudharau amri zake. Sasa mpenzi mtazamaji, ni nini cha kufanya? Mtihani wa imani ya mtu upo katika utumizi wa akili, kutafakari na kuzitambua ishara za Mwenyezi Mungu na kuishi kulingana na mwongozo wake. Na hili hufikiwa kwa kujisalimisha katika amri za Mwenyezi Mungu, ambaye kwa Kiarabu tunasema kuwa Muislamu. Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na muumbaji peke yake, Allah. Kwa Kiarabu kuifanya Uislamu upatikane kwa kila mtu, kutotegemea historia yake mwenyewe, asili au hali yake ya sasa. Hivyo kila mmoja wetu anaweza kuwa Muislamu kwa kuamini, kukiri na kuitamka shahada ifuatayo kwa kusema na nanukuu, nakiri kwa moyo, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na nakiri ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Je, mpenzi mtazamaji, huoni ni muda wako mahsusi wa kutimiza dhumuni lako la maisha, kujisalimisha kwenye ukweli na kumkubali muumba wa kweli? Kufikia hapa tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Hadi wakati mwingine akituruhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.